May you speak through me. May your voice be heard through me. Kwa sababu the inward voice ikasikika ndani yako. But God can actually use your mouth to direct you. To direct you. I'm not speaking of somebody else. This is about the leadership of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Am I following somebody? Anasema kwa kuwa si ninyi msemao. So you might think that I am the one saying this issue. Kuna watu hapa mmeongea Roho Mtakatifu lakini hamjawahi kujua kama Roho Mtakatifu. Kuna watu hapa ulimsikiliza rafiki yako kajua kwamba yule rafiki yako jamaa mwenye chenga na mbona ameongea kitu cha maana. It is not necessary kwa yeye aliongea. The Spirit of God speaks through men. Amesema sio ninyi msemao bali ni Roho Baba yenu asemaye. Roho Baba yenu. It is totally not you. You have nothing in what you say. The Spirit of God himself speaks through you. May he speak through you from this time. Hallelujah. I pray for somebody, may from this day the Holy Ghost speak through you. Hallelujah. And when he speaks through you, do not doubt. Kuna wakati mwingine unaweza kaa unatembea. Why do we want to confess every time the word of God? So kuna wakati mwingine unaweza kaa unatembea sema nitafaulu, nitafanikiwa. Ukadhani ni wewe. Kumbe mtu alifa anakuambia utafaulu. Hallelujah. Kwa Elisha utafaulu, Elisha utafika mahali. It is not me, it is the word of God. Amesema na neno la Bwana lilikuwa ulimini mwangu. In my mouth there was the word of God. So you have to continually speak that word, because in the word there is direction for you. And that is how you become led by the Holy Ghost. So we are very talkative, but we only talk the word of God. I don't know if I'm speaking to somebody. You can't be a quiet Christian. Why? Because the Spirit speaks inside of you. He said, the Spirit of God speaks inside of you. Now when he speaks inside of you, you must be ready. You must be ready. Hallelujah. Am I speaking to somebody? Am I speaking to somebody? Am I speaking to somebody? Kama nimalizie kwa upsa alafu tuweze kupata dakika chache za kuomba. Asante Yesu. 32 mstari wa 8. If you can speak in tongues, just speak in tongues for a few minutes. Anasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Shuka mstari wa 18. I was looking for this verse. Mstari wa 18. Mstari wa 18. Anasema na roho Mungu alinena ndani yangu na neno la Mungu likawa ulimweni mwangu. Neno la Mungu likawa ulimweni mwangu. I love this part. I said when we walk with God, we must learn to talk. Anasema hivi kwamba kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu hunihimiza. There is a time when you are walking with God, there is a push inside of you. Kuna nguvu inayokuwepo ndani yako ambayo inajaziliza kwanza vitu vya kusema. Anasema roho Mungu alinena ndani yangu na neno la Mungu likawa kwenye kinywa changu. Kwa anasema nimejaa maneno, sio tu maneno ya kawaida. Ni roho iliyoko ndani yangu ndio ambayo inanihimiza. The Biblia version ya Kiingereza anasema the spirit inside of me compels me, pushes me to speak, pushes me to utter words. As when you are walking with the inward voice of God, the voice of God will be inside of you, so that you can have His word inside of you, so that you can actually speak His word to make it happen in the reality of the direction of your life. So you need to interact with the word inside of you, with the word in your mouth. The word inside of you and the word in your mouth, by speaking and by uttering. Kwa sababu there will be a force. Kutakuwa na msukumo ndani yako. Na unaweza kusema msukumo mbona mimi wasipataki? Just to tune yourself. Learn to speak in tongues a lot of time. Kuna wakati utajisikia kuna nguvu tu ndani yako ya kutamka maneno fulani. Kwa sababu kuna uelekeo ambao Mungu anayapelekea maisha yako. Muda mwingine hujui Mungu anataka kukupeleka. Lakini anajua every great destiny must be prophesied. So ataanza kukupa namna ya kusema kwa bale destiny yako. Na while you're speaking that, you are actually creating a path for your destiny to come into reality. Ujue
Sijui kwa nini kina Yakobo walikuwa wanaita watoto wao watamkia maneno ya unabii. Anawaambia wewe utakuwa mfalme, ndugu zako watakutumikia. He was shaping their destiny. Right now hahitaji Yakobo aje kusema juu yako. Roho Mtakatifu yuko ndani yako, amesema anakuhimiza ndani yako. Alafu kuna neno lake kwenye ulimi wako, so that you can actually shape your destiny. So this time you don't wait for the Holy Ghost to lead you. This time you are with the Holy Ghost, you are leading your destiny into the ways of God by the power of His word. So you're actually creating a path for your life. You're actually creating a way for your words. Kwa kile ambacho unakitamka. Kwa hiyo I don't know about tomorrow, but I will not be a failure. I am leading my destiny to somewhere I want to go. I see myself 5 years to come. There is a glory of God above my life. I will not be sick. I will walk victoriously. I will have this. You are confessing this. I will tell you kwa kuwa umeambiwa kili neno. Unasema kwa kuwa kuna roho ambayo ipo ndani yako na kucompel. It is pushing you because there is a destiny that your life must be shaped into. And without that power of the Holy Ghost, you cannot walk onto that destiny. So you must push inside of you and push inside of you, and then you start to speak. Something is flowing to your destiny, and the Holy Ghost is leading you to the path of righteousness. I told you